in the book of Luke 14:18, mniruhusu nisome kwa Kiingereza. But they all alike started making excuses. All alike, they started making excuses. Takaniona kama ama tusome tu na Kiingereza. Is it okay? Good. They all alike began to make excuses. The first said to him, I have bought a field, I must go and see it. Please have me excused. And another one said, I have bought 5 yokes of oxen and I must go to examine them. Please have me excused. And another one said, I have married a wife and therefore I cannot come. So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house became angry and said to his servant, go out quickly to the streets and the lanes of the city, and bring in the lame and the crippled, and the bride and the lame. And the servant did exactly that. Habari ambayo nimesoma sote tunaielewa. Yesu aliongea juu ya karamu ambayo ilikuwa imeandaliwa na watu watatu ambao walikuwa ni wakaribu sana, wakapatiwa barua, wakapatiwa reminders, na finally siku ilipofika wakatoa sababu ambazo zilikuwa zinakaa kama zinaweza kukubalika. Lakini kulingana na maandiko haya, Yesu hakukubali any excuse. If anything, yeye alikasirika na akatafuta njia ya kutimiza kile alikuwa amepanga. Ujumbe ambao ninataka niongee siku ya leo unaitwa stop making excuses. Stop making excuses. Can you say with me? Stop making excuses. Ongea kama haukukula school fees. Stop making excuses. Bwana siwe. Ni vizuri saa zingine kujitia moyo. Let's say it again. Stop making excuses. Romans 2 verse 1. Paulo anaandika anasema verse 1. Therefore you have no excuse. Verse 1 says, therefore you have no excuse. That's the Bible. Bwana siwe. Siamani wa hapa wachache ni nani? Kuja mshugaji. Kama mkiwa na huyo rafiki yangu. Simama hapa. Unajua mimi nilisema mtanipokea tu vile nilivyo, na I have no apologies to make. Sasa mimi nawaongelesha si hawa. Hata wewe simama hapa. Boss. Kwa naitwa boss. Sasa mimi nataka nikuje hapa na nikuje kwa haraka. Na mimi nikikuja hapa nataka nikute mniwekee screen hapa. Unaona hapa? I don't care kama hii ni ndege. Hapa mniwekee screen na hapa. Na alafu tutaweka ingine pale. Si Mungu ako na uwezo wa kufanya hiyo. Na nyinyi ni masonko. Sasa mimi ninangangana ningekuwa ninaangalia hapa. Sasa mnaona vile ninangangana. Ama nimekosea? Mtawasaidia na hiyo itakuwa ni agent. And you know I'm giving, mujue vile mtafanya. Mimi sijui vile mtafanya. Mungu awasaidie. Na ni screen poa na hapa nyuma. Sasa tugeweka screen tunasoma ingine pale. Mkitaka kusaidia siende mpaka kule nyuma, neema itakuwa ni nyingi.
Hamtaki kusema amen? Ama mnafikiria ni wao watanunua? Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Sio iko sawa? Nani tunaonanaga sana? Wapi yule ndugu tunaonanaga? Huyo nitakanyaga, anaitwa nani? Yule wa youth. Richard ndiye nitakuwa nauliza. Na hiyo ni vile ninaambia bishop tusikaribiane iwekwe. Si ndio? Naona anasema kwanza tuende Tanzania crusade mioyo, kwanza tuende Mwigi, kwanza unajua bishop ni mioyo. Lakini hata hivyo screen mketi. Lakini tutaenda Tanzania, tutaenda Mwigi, mambo yote lakini screen. Am I speaking? Hata hakuna makofi kidogo. Kwa hivyo Mwigi, Dar es Salaam, Mwanza tutaenda lakini screen. Sema tena, Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma, Mwigi, kila mahali, Mathare lakini screen. Ile inaitwa LED. Hiyo is that okay? Yes. The prophet of the house has said haraka. Can somebody say haraka? Yes. Inaitwa haraka. Hiyo ni order sasa imetiwa. Ilikuwa ni high court. Court of appeal imesema haraka. Sasa nyinyi mko na choice. Na nitakuja kwa haraka, kuja nijione hapa. Si ndio? Yes. Excuses. It is amazing. Inashangaza vile watu wanavyotumia nguvu nyingi wakitoa excuses. Yani mtu anatumia nguvu nyingi, energy, kuelezea kwa nini hajakuja ushirika, kwa nini hajalipa fungu la 10, kwa nini hafugi, kwa nini hajakuja in time. Hata mahali mnafanya kazi, kutana na mtu akiwa amechelewa, ile energy anatoa akielezea ni matatu, kulikuwa kunanyesha, kulikuwa na traffic. Kwani kuna mahali hakuna traffic? Ni kweli tu kulikuwa kunanyesha. Nilimhoga, nilikasirika. Unajua mimi watu wetu tunakasirikaga. Sasa unaona mtu anajaribu kuelezea using a lot of energy, lakini kulingana na maandiko haya Yesu alikataa kusikiliza excuses. Hata mmoja kusema mimi nimeoa kulingana na sisi ni sababu ya kukubalika, Yesu hakuikubali. Mtu kusema amenunua shamba Kamuru, amenunua shamba kule mahali kunaitwa Kitegera, amenunua shamba Karen, hata amefuka ng'ambo hii ya Muthaiga, that's a good reason, but it was not accepted. Mtu kusema nimenunua ng'ombe dume ni sawa na kusema nimefungua biashara, nimenunua matatu, nimenunua kasienta. Sasa Sunday ndio ninaenda kuangalia vile inafanya kazi. Hebu nikwambie, hakuna sababu hata moja ambayo Yesu alikubali. What did he do? Kwa hasira alisema forget about these people, enenda kule nje. Hizi viti ambazo nilikuwa nimeandaa sikaliwe na watu, na hawataamuka mikono mitupu, watatoka na baraka. Nataka nikuelezee mambo 20 na sitaelezea kwa sababu ya muda. 20 things that happen when you give an excuse. 20 things that happen. Jambo la kwanza, excuses hinders you from taking your responsibility. Onyesha mimi mtu ambaye amekataa kuchukua wajibu wake ama jukumu lake, nitakwambia yeye it hinders you from taking a responsibility. Ezra 10 verse 4. Ezra 10 verse 4. Kuna watu ambao walienda kwa Ezra. Ezra was a priest na alikuwa na msaidizi wake ambaye alikuwa anaitwa Shekaina. Ezra 10:4 walipoenda kwake, that is why we need a screen. Sasa hiyo maandiko ingekuwa inakapa, mnaona kama ninaongea mambo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yes.
excuses hinders you from taking your responsibility. Ezra alikuwa anaomba kwa madhabahu na kuna mtu wake ambaye anaitwa Shekaina. Watu wakakuja wakilia, wamama kwa watoto na wazee, wanasema tuko na shida. Ezra hata hakutoka, aliongea na Shekaina, akaenda akawauliza, enda uambie mambo haya, nyinyi ndio mlioa wake wengine na nyinyi ndio mmefanya mambo hayo mambo iko mkononi mwenu, go and do it. That matter is in your heart, go and do it, but we are with you. Kuna mambo ambayo ni yako, ukufe na ufufuke utaipata pale. There are things if you don't do them, hata ukufe na ufufuke utaipata pale. For example, your church is your responsibility. Hii kanisa msipofanya yale mambo inahitaji kufanywa, kanisa ya jirani hata hawaobei. Let me tell you, nilikuwa ninaambia watu, kuna makanisa tunaona kama inakosea ikiobea bishop wao na pastor wao. Can I tell you the truth? If you don't pray for bishop na familia yake, kanisa ya jirani hata wanamuobea vibaya. They don't pray for him. Sina point? Hello? Do you think I'm kidding? Wewe unafikiria kanisa ya Full Gospel inamuombea? Deliverance inamuombea? Kanisa ya New Life inamuombea? Yaani rafiki yangu, Nyeri ibada inaendelea. Wewe unafikiria anaombewa? Hata mimi hapa sikusikia mkiniombea. Kwa hivyo vile ninasema Bwana asifiwe, msipoombea kanisa lenu na mchungaji wenu, that is your responsibility. Mkufe, mfufuke, hiyo ni responsibility yenu. That's how it is. Your mother, your father aliyekuzaa, that is your responsibility. Watoto wako, si wewe uliwazaa, ulikuwa unazaa utupatie, that is your responsibility. Am I talking like a preacher or an evangelist? I'm saying this. Kuna majukumu ambayo ni yako. Ezra aliambia hao watu, enda waambie waende wafanye hayo mambo, iko mkononi mwako. Kuna mambo iko mkononi mwako, usipoifanya hakuna mtu mwingine wa kuifanya. Nimewaambia, but excuses zinafanya mtu aongee namna hii. Hakuna haja ya kusomesha mtoto, hata hakuna haja ya kuweka biashara. Siku hizi hakuna pesa, siku hizi kumeharibika. Always giving excuses. Leo kuonyesha serikali iko na shida. Mimi nimekuwa kwa serikali kadhaa hapa, mimi si kijana, na hakuna mambo ilikuwa rahisi. Wakati wa Yesu mwenyewe alisema, tagia wakati wa Yohana, tangu Yohana akufe, it is more than 2000 years ago. Alisema since the time of John the Baptist, hii ufalme inasogeshwa na fujo. Bwana Yesu asifiwe. Weka tu pale ukitoa excuses, hakuna sijui nini, hakuna nini, na ukienda hapa nje ndio utaona yale magari mpya na magari ya uzito hata kuchida siku zile. I don't know if I'm talking to somebody. Wachana na excuses. Ambia mwenzako wachana na excuses. Take responsibility. You take responsibility. Useme kuombea kanisa ni jukumu langu. Yangu responsibility. Mimi nipatiwe mic nzuri. Unajua sitaki excuses. Hata mimi sitaki excuses. Amen. I'm saying take your responsibility. For example, your family is your responsibility. Ni kweli. This man called you. Ebu fanya he. This man, huyu. This is your responsibility. Wacha kukaa kama mchungaji ndiye anasikia uchungu ukienda biguni. Mimi hata sitaokoka. Mimi hata sitaenda kwa kanisa ili pastor anipigie simu. Sasa wewe, surely, what's wrong with you? This man is your responsibility. Na mtu wa kwanza utakaye saidia ni wewe kufika biguni. Take responsibility. But excuses zinafanya mtu aondokee responsibility. Onyesha mimi mtu ambaye hakuna kitu anafanya maishani. I will tell you excuses.
excuses. Hakuna pesa, hii ni season baya, mimi sitaki kufeka biashara, mimi sitaki kurudi kwa shule, mimi sitaki kutafuta kazi, kila wakati excuse. Hasikuishi. Mwambie leo uachana na excuses. Wewe uachana na excuses. Wengine hata wanasema mimi ni mzee. Sasa wewe ni mzee, utafanya mzee. Uzee ni wako. Bwana asifiwe. I was here saying this. Hakuna mtu mzee. Moses had 80 years. Ndio alipata appointment letter ya kwenda Misri. Kwa hivyo kila mtu hapa, starting with the bishop, we are all young people. We are warming up for an appointment. We are all warming up for an appointment. We don't want those excuses. Mimi siwezi kuenda crusade, siwezi kuja kesha, nasikia sijui arthritis. Wachana na excuses. Mtaniita tena, mtasema niitwe tena. Number 2. Excuses hinders you from taking your blessing. Kuna watu, let me become scriptural. Joshua 14:10 to 13. Joshua 14:10 to 13. Caleb alikuwa amepatiwa mlima wa Hebron na Musa mwenyewe. Akaambiwa walipotoka kuspy the land, alipoenda kuchukua waliporudisha ripoti, akaambiwa Mount Hebron belong to you. Naye Joshua, you will become the first president of the Republic of Canaan. Akaenda huko. Joshua akakalia kiti. Caleb alikuwa kila wakati anaangalia Joshua, nitatumiwa serikali nisaidie, serikali saidia. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, 45 years. Sasa Caleb akajua hakuna mtu wa kunisaidia. Akaanza kujishosha, akasema ninajisikia niko na nguvu kama ile nilikuwa naye nikiwa 40 years. Hata wewe Joshua unajua vile ninaweza kupigana. Kwani alikuwa wapi miaka 40? Stop wasting time blaming people. Wengine wetu wamekosa kuchukua baraka yao kwa sababu ya kutoa excuses. Ilibidi Caleb ajishoshe, akaambia mtoto wake, wewe sasa nitakutoa. Yule kijana atanisaidia kuchukua, look at that, kuchukua mlima wa Hebron. Atakuwa wewe mami, kwa sababu nimegojea, nimeona ni time ninapoteza. Wewe ambaye unapoteza muda, inabidi usimame na useme, I will take it up. I will take the bull by the horn by the grace of God. Wachana na hizo excuses. Ndio mtu kwa macho umwambie wachana na excuses wewe. Caleb 45 years. Alipoweka excuses kado, he possessed his blessing. Can I tell you the truth? All of us, kuna baraka ambayo imewekwa mbele yetu, lakini shida ama pasia ni excuses. Number 3, and very important, excuses provokes God's anger. Excuses zinaleta hasira, inafanya hasira ya Bwana ipande. Exodus 4 verse 1 to 9. Musa aliambiwa na Mungu, wewe ndio ninataka uende ukaongee na Firauni. Ni wewe nitatumia kunena na nguvu na mamlaka. Akaanza kusema, mimi sijui kuongea, mimi ni kigugumizi, God was annoyed with him. Na hata akachukua Aaron. Hakuchukua Aaron kwa kupenda, he was annoyed. Kama Mungu anakuambia ninataka kutumia wewe, ninataka kukutuma wewe, aliyekuumba from zero, from nothing, alafu unaanza kumuelezea ukiongea Kiingereza mingi, anyway, God. Now, Bwana asifiwe. Wengine hapa Mungu amewakasirikia kwa sababu anakuambia fungua hiyo kiosk, mini kiosk. Waanza kwa kuweka makaa ya debe. Tafuta mtu akupatie giri moja, weka makaa, alafu ufuate hiyo biashara, uifuate. Nataka supermarket itoka kutoka kwako. Wengine wanaanza kusema kuna kajo, sijui kuna nini. Ni wapi kulikuwa ni kuzuri? Mambo imekuwa kwa hatari. I am telling you, watu wamekuwa wakifanya mambo kwa kuhatarisha maisha yao. Weka those excuses aside and God will bless you. And you know what?
Mungu habariki mikono, Mungu anabariki kazi ambayo imefanywa na hiyo mikono. Maana kama Mungu angekuwa anaangalia mikono, wengine wako na mikono mirefu kushinda wengine. Yes, kama ni mikono Mungu angekuwa anaangalia, wengine hawangepata kitu. Kuna watu wako na mikono inakaa kama ya Goliath, kuwa mikubwa namna hii. Mungu hatishwi na mikono, anatishwa na ile kazi hiyo mikono imefanya. Hallelujah. Hiyo ni sauti ya kusema Mungu habariki mikono, anabariki kazi ya mikono. Excuses inafanya Mungu atukasirikie. Number 4, excuses brings a substitution. My excuses. Kuna watu ambao Mungu amesubstitute hivi. Kuwa substituted ni kuondolewa, kunaletwa mtu mwingine. Wale watu ambao hawajui, Elijah alijifuta kazi kabla ya wakati wake. 1 Kings chapter number 19 verse 19. 1 Kings 19:19. Mungu anatumia mtumishi wa Bwana. Nchi yote ilikuwa imesimama, television zote zilikuwa zinaongea juu ya Elijah the Tishbite, wakati aliua manabii wote wa Baali 450. Alafu hata kabla ya wiki moja, yeye alipoingia ikulu, sijui alikuwa anafikiria nini, alipoingia kule sauti ikakuja ikasema, kama vile uliua manabii wangu, wewe kesho utakuwa kama wao. Akachomoka akaenda kujificha kwenye pago. Alipoenda kujificha kwenye pago, hapo ndipo alienda kujifuta kazi. Alienda kuongea akitoa excuses. Hey, unajua ni mimi tu nimebaki, hata mimi niue ili kazi ya Mungu ikwishe. Let me tell you the truth. Dugeheria gai. Hauwezi kukaa is like wewe ndiye unasaidia Mungu. Hata sisi tunahudumu kwa neema, na hakuna kitu kinaweza kusimama kwa sababu wewe hauko. Wewe unayefikiria tunaworship kwa sababu yako, shuga sana. Wewe unayefikiria tunaishi kwa sababu ya sadaka ambayo unatoa, si kwa sababu ya sadaka yako. Kanisa haisimami kwa sababu ya sadaka yako, ni kwa sababu ya Jehova. Hausemi amen? Labia mwenzako si kwa sababu ya sadaka yako. Bwana asifiwe. I'm saying this. Elijah alisema ni mimi tu nimebaki. Let me tell you, alikuwa na njaa. When you are hungry, never do a serious negotiation when you are hungry. Wakati uko na njaa, subutu sana kuongea sana. Maana food is like a god to a hungry man, Mahatma Gandhi said. Wakati uko na njaa, Esau alibadilisha hatima yake kwa sababu ya njaa ya siku moja. Wakati uko na njaa, be very careful what you say. Kuna watu wanapeana hatima yao kwa sababu ya sahani moja ya chakula. Mtu ana compromise maisha yake kwa sababu ya njaa. Elijah alikuwa na njaa. Mungu akaona, hebu hii mtu yangu nitumie yeye chakula. Akatuma kurugu, aklo. Akaituma na nyama na mkate, pelekea hii mtu yangu. Mtu akiwa na njaa ni serious. Bwana siwe. Baada ya kukula, ni kama sasa alikuwa amekasirika. Hakubadilisha. He ought to have cancelled. Na leo hii ningetaka ufungue mawazo yako na memory yako. Kama kuna mambo uliongea, hayo mambo kama haukuicancel, bado hayo mambo inakufuata. Kwa mfano, kuna watu hapo wanasubuana na jamii, na shida ilikuwa ni hii: mimi ninaona hakuna haja ya kuolewa, maisha ya kuolewa ni kung'ang'ana. Sasa uliingia kwenye mang'ang'ano, unahitaji kucancel that. Wengine uliambia watoto, mimi singetaka hata watoto wangu waolewe kwa sababu ya vile singetaka. Sasa uko na watoto ni wakubwa, haukuwafungua. You need to cancel those words. Elijah hakucancel maneno. Kwa hivyo Mungu alimwambia, wewe kuja, toka, enda ukatafuta your successor. Unaona mtu akijifuta kazi, enda ukatafuta your successor. Akaenda akaanoint Elisha. Hata kulikuwa na haraka,
hakupata nafasi ya kwenda kuanoint Jehu. And the first instructions were anoint Jehu. Am I speaking to somebody? God sometimes will honor even our foolishness, because the tongue has got the power of life and death. Sasa Elijah alienda akamuita Elisha. Alipomuita ili Mungu amwaibishe, alimwambia ya kwamba wewe nataka muwashanie pale Jordan, na wewe hautakufa, utaenda na huu mwili uone kasi ikifanyika with double anointing. Elisha had double anointing. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo si Elijah alienda na mwili. Wewe ambaye unafikiriaga ni wewe unafanya mambo itembee, si wewe, ni Jehova. Sina point. Sina. Hata mahali kasini, mahali unakaaga kwa ofisi, unatesa watu, kazi haitembei kwa sababu yako, ni kwa sababu ya Mungu. Pade hii Bwana asifiwe. Hii ni ile pade? Hapana, si hii. Kuna mtu alikuja kuisaidia. Haleluya. Excuses sinafanya mtu ajisubstitute. Kumbuka Fashiti alienda kuogea mastori mengine ambayo ni baya sana. Aliitwa na mfalme, mama Malikia, kuja usalimie watu. Akaanza panana, akaanza kusema unajua niko na wageni, hata mimi niko na merry-go-round hapa, niko na wamama. Chiwo excuses. Sioti to have kuitika kama Sarai alikuwa anaitwa Sarai. Ndio bwana. Sasa yeye alianza mastori. That was the last time walionana na mfalme. Read your Bible properly. Excuses brings a substitution. Do like this. Fanya hivi mikono yako. Yes. My excuses. God will substitute you in the morning. Hata gojea saa 8. Wengine wetu tunang'ang'ana kuwarudisha because you are already substituted. Mastori kunanyesha, sijui nini, ma excuses ambaye haina mwisho. Pia mwenzako fikicha excuses mwisho wewe. Mwisho my excuses. Wengine wako hapa, anakaa na msichana wa mtu akona miaka 15 na hata hasikii aibu, hata hajajua huyo msichana ametoka wapi. Excuses, hakuna pesa. Wewe unafikiria pesa ya kwenda kuona wazazi wa huyo mtu itatoka wapi? Hata hauna passport, utuambie unagojea kwenda South Africa kuchimba gold. What is wrong with you? Abia mwenzako, wewe mnakaa na nani kwa nyumba yako? Unajua kwao? Usaribu na mtu namna hii. Excuses, hakuna pesa. Unagojea pesa itoke wapi? Hata hauna Excuses reduces people to grasshoppers. Excuses reduces you to a grasshopper. Numbers 13:33. Wana wa Israeli walirudisha ripoti. Wakasema no, 10 spies. They were the leaders of the 12 tribes, of the 10 tribes. Walikuja wakasema sisi tulikuwa tunakaa kama panzi, tulijiangalia tukaona sisi ni grasshopper. Do you know what God did? That excuse, Mungu alisema ndio, nyinyi ni grasshopper. Grasshopper wanahitaji kukaa kwa nyasi. Nyinyi mtakaa hapa wilderness, hakuna hata moja ambaye itaingia in the promised land. Hakuna hata moja ambaye alikanyanga kule. Is only 2 people, Caleb and Joshua, ndio waliingia kule. These were the only people who did not give an excuse. Waliambia mapanzi, we are not grasshoppers, we are well able, we can take the land. Ogopa kuongea kama panzi, ogopa kuongea kama grasshopper. God will take that one and he will reduce you to a grasshopper. Hapa watu wanasema amen, mtu akiruka niruke. Hallelujah. Kama hiyo hakuna amen. Bwana asifiwe. Grasshopper, Bwana asifiwe. Mentality ya grasshopper inakufanya ushuguke ukipoteza muda. None of them
except Joshua and Caleb ambaye aliingia katika nchi ya ahadi. Wote magrasshopper walikufia kwa nyasi kule wilderness. Don't reduce yourself to a grasshopper because of giving excuses. A list of excuses. Leo ni hii, leo ni hii, leo ni ile. Leo excuses ambazo hazikuishi. Kwa nini haupeleki watoto shule? Hakuna capitation. Sasa wewe yani hata even knowing there is no capitation, knowing ya kwamba hakuna walimu, knowing ya kwamba hakuna classes, then you are using a lot of energy. Wewe peleka mtoto shule kama wale wengine, hiyo wengine itajisort. Am I speaking to somebody? Am I speaking to you? Kama hauna kusema hakuna kazi siku hizi, hauwezi kufungua biashara. The biggest thing you can do in business ni kuweka stock na kufungua milango. There is no single business person ambaye akona uwezo wa kumanufacture client. Wewe kazi yako ni kusimama pale na kungojea wateja. Wacha excuses, fungua biashara. Tafuta kitu ya kufanya. Toka nyumbani. Wacha kukaa kama pupil. You know pupil? Unaona kama huyu wako hapa analilia hapa. Hana kitu kwa mfuko. Pupils hawana kitu kwa mfuko. Yaani kuna watu wanakaa kama pupils. Mtoto wa grade 2, 3, 1 akionekana na 100 kwa mfuko, that is a police case. Sasa wewe kukaa kama pupil saa yote na ni excuse tu unatoa excuse. Mtadimuna na mtu namna hii. Ambia mwenzako achana na mentality ya pupil. Mapupil hawana kitu kwa mfuko. And they don't care. Ukimuuliza nipatie 500, ai kuliharibika. Tunatoa kwa sababu nani? Najua tumempoteza mshirika wa kanisani. Ni kubaya sana, hana kitu. Another time sina kitu. Hai. Are you a people? Muuliza, are you a people? Ama Sunday tukupeleke kwa Sunday school. Sasa wewe imagine hata mtoto mnakutana naye analia, you cannot even give him 100 shillings. A pupil walking with another pupil, wanatembea with another pupil, unatembea na mtoto, 2 pupils wanatembea kwa barabara, wanalia wote. Naomba Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Ondokea hiyo mentality ya kugive excuses, mentality ya grasshopper. Ask your neighbor, wewe unaitwa nani? Muulize, jua jina yake. Excuses, listen to this. Excuses prevent us from understanding ourselves. Onyesha mimi mtu ambaye akona shida, mtu ambaye hatoki mahali pamoja, nitakwambia amejawa na excuses. Mtu ambaye akona excuse unamwambia hii naye anakuambia hii, anajua sana. Lakini ukimwangalia unaona huyu mtu akona potential, lakini kwa sababu ya excuse. Can I tell you the truth? Hakuna mtu ambaye ni bure, na hakuna mtu ambaye hana strength yake. Angalia the wild animals. Kila mnyama akona ka strength ambayo wengine hawana. That is how we are wired like human being. If anything, we are also mammals. In the mammals kingdom, ni kweli ama si kweli? Kila mtu akona ka strength yake ambaye akitumia, he will rise up there. Lakini shida ni hii, ukiambiwa hii unatoa excuse, ukiambiwa hii unatoa excuse, ukiambiwa unaambiwa wewe shida yako ni usebe. Kuja maombi. Hey, you know my husband. Okay. Wewe unahitaji upitie hapa morning devotion saa 11, kuna mapepo inahitaji kunenewa asubuhi. You know we have a new boss. Boss yako anaingia kwa office 5. Sema openly, mimi niko na shida ya kukula na kulala. I have only 2 problems. Sana na excuses. Sasa na mtu namna hii. Excuses, yes, are the muddy waters. Yes, where we all get stuck. Muddy waters. Unaona unaingia kwa maji, unateleza. Excuses zinafanya ukae kama gari imekwama mpaka inakwisha mafuta. Excuses are the time wasters.
Excuses are the dream killers. Onyesha mimi mtu ambaye alikuwa na ndoto, umuulize kwa nini haijatimia. I'll tell you with only one statement: excuses. One word: excuses. Mimi, you know, in our family we are gifted. Atusubuani na vitabu. Nitakuuliza, wewe umesoma mpaka wapi? Pesa. So same excuses. Nisalimu na mtu namna hii, kwetu we are gifted in business. Kwa nini wewe haufanyi biashara? Sina stock, sina capital. Capital inatolewa wapi? Hata wale watu ambao ni wakubwa, wale ambao ni industrialists hapa, tunasikiaga habari yao. Mtu alikuwa anafugua siwas, akaenda namna hiyo, akaona afikirie mambo ya kuinvent, mambo ya kutengeneza tissue papers. Wewe unataka baraka ije pap namna hiyo. That will not happen. I don't know why I'm feeling like I'm helping somebody. Excuses invite the hearts of the tormentor. Onyesha mimi mtu ambaye anateseka hapa na pale, sana huenda kuna excuses. Kuna mtu ambaye Yesu alitoa mfano, ambaye alikuwa na deni kubwa akasamehewa. Ilikuwa I think it was 20 pieces of gold. Aliposamehewa hiyo deni, yeye akitoka nje alienda akakutana na kamutu kalikuwa na deni yake ya silver. Akashika, alipoulizwa akatoa excuses. When the master alisikia hiyo alisema nini? Shika yeye vizuri, weka yeye ndani. Yeye anasema yeye amesamehewa, but he want to give an excuse why he should not forgive. Unajua hii deni nilimpatia na pesa ya my husband. Kwani ile wewe ulisamehewa haikuwa ya husband mahali? Huyu mtu alinifanya vibaya sana, alinipeleka polisi. Lakini wewe ulisamehewa kupelekwa kwa chief. Kwa chief na polisi si wote ni sawa? Salimu na mtu namna hii. Wakati unatoa excuse, unaita matomenta waje waonana na wewe. Excuses, brothers and sisters, son of the most high God. Yes, excuses makes you to forfeit the grace which ought to be yours. Jonah chapter number 2 verse 8. Jonah, neno la Bwana linasema alipotumwa Nineve akakataa kwenda, akajiongezea safari ya 900 miles akienda Tarshish. Alipoulizwa alisema, number 1, nilijua utasamehe hao watu. Jonah 2:8. Excuses make you to forfeit the grace that ought to be yours. That's what Jonah 2:8 says. Wakati unakataa, unatoa excuse, neema ambayo ilikuwa ikuokoe unaiashiria. So Jonah wakati aliulizwa kwa nini hauendi, alisema nilijua utasamehe hao watu. Ya pili, watu wa Nineve ni wabaya. Walikuwa wanakata mtu kichwa, alafu hiyo kichwa inawekelewa kwa mti kwa ukuta ili ukipita uone maadui wote wa Nineve. So Jonah alikuwa anatoa sababu. Swali ni hii, uende usiende, kama Mungu ameamua upitie hiyo njia utapitia. Ni kweli ama si kweli? Wakati unatoa, finally alienda Nineve ama hakwenda? Alijipata ametapikwa kule, hana nguo, suti za wahubiri, because wahubiri kitu kimoja wako na kizuri ni suti. Touch anything from me but don't touch my suit. Mimi sina kitu kingine ya muhimu, because me I have good papers and many, but I don't think they matter. What matters is my integrity and my presentation. My integrity, and the way I appear. They call it homiletic, the way you present yourself. So Jonah alienda kule, suti zake zote zilitupwa kwenye maji. Sinaona hata vile bishop amekauka leo. Sasa ukichukua nguo zake, sasa ati ni kumaliza. Sisi utatumaliza. Sisi ni magoti na nguo na Bible. Maneno kuisha. Sisi hatuna kitu kingine dunia hii. Nobody mshawahi kumuuliza amesomea wapi? Does it matter? We don't need that. What we need is a good man of God, ako smart na anaongea smart. Kuisha.
Sasa Jona alijipata kwamba nguo zake, briefcase kwa maji, kabaibo kwa maji. Bwana asifiwe. Alijipata alitokea Nineve kwa aibu. Umeona whale ikifungua kinywa. Sasa surely excuses. Kama angepita tu pole kilomita 100 angeingia pale akiwa smart na akiwa na heshima. Saa hii so please, excuses zinafanya mtu apoteze neema ambayo ilikuwa yake. Am I speaking to somebody in this house? Kule nyuma jameni, backbenchers, Bwana Yesu asifiwe. Excuses, we are about to finish. Excuses makes us excuses is the remover of our expectation. Asubuhi niliongea mambo ya matarajio. Onyesha mimi mtu ambaye matarajio yake imeenda, nitakwambia anapeana excuse. Stop giving excuses. Excuses is the main reason behind not finishing what you have begun. Onyesha mimi mtu ambaye alikuwa na mradi na hakumaliza, nitakwambia excuses. Bwana Yesu asifiwe. Excuses. Why are you giving excuses? Now, how do we get out of this? How do we get out of this? Excuses replaces opportunities. Anytime you give an excuse, you replace an opportunity. Adipoza vijana siku hizi wamedevise kitu inaitwa anguka naye. Do you know what that means? Kama opportunity kakikuja, pita naye. Julia mbele, opportunity inasema nini? Mlango ikifunguliwa, ongea ukiwa ndani. Si umeingia. Sasa ongea ukiwa ndani. Wengine wanaongea mpaka mlango inajifunga. Jana tulienda mahali, ni jana tulienda, tukalipa parking. Tunakutana na mtu tu tunaongea. Kitabu tuongee, sile dakika 15 sa ukilipa parking. Tukienda kwa mlango imefunga. Sasa tunaanza kusubua watu kwa line, turudi reverse na aibu, turudi tukalipe. Askari moja akatuuliza, kwani hamujalipa? Unajua surely what am I saying? Opportunity ikikuja, ongea ukiwa ndani. Ongea ukiwa ndani. Siku hizi watu wa machaba, ukora umekuwa mwingi. Wewe nunua chaba, wacha story mingi. Nisalimua na mtu namna hii. Tabia mwenzako, nunua kachaba, wacha kusubua watu. Nunua kachaba, wacha kukaa ukiongea sijui mambo ya broker. Na unaweza kumwangalia uone kama amefikisha 20 years, umwambie hii sitatangaza, kachaba yako iko wapi? Muulize. Umwambie hiyo hatutatangaza, ni yenu tu hapo. Wale watu wa excuse wanagojea tu geshagi. Ni wale watu unasikia wanaenda kupigania kachaba ya 8. Hata kukikuva watu 10, watu wa familia hiyo, ni kumaanisha mmoja asikwe hivi, mwingine asikwe hivi. Excuses. You know I cannot leave my inheritance. Hata Naboth alisema afadhali akufe. What's wrong with you? What is wrong with you? It is more blessed to give than to receive. Bariki hao watu. Kama wewe unakaa Nairobi, wanajua unakaa mahali Central Bank imekaribia. Pokea hiyo neema. Saidia watu wa Gishagi. Wacha kwenda kusumbua watu Gishagi. Bwana asifiwe. Nisalimue na mtu namna hii. Mwambie umshtue, umesikia. Najua kuna watu wengine wanahitaji kushtuliwa. Umesikia hiyo? Yani unatoka hapa, unalala ukienda na basi usiku, muende mkanganganie kachaba eka moja ni 8,000. What's wrong with you? Hata hapa, are you okay? Unaenda kwa chibu, unaomba uza ingine kwa simu kwa wazee wa nyumba 10, eka moja 8,000. Kwani ukiongeza ingine 100, si kuna tushamba pande hii ya Nairobi?
naona vile mnaniangalia kama mko serious. Nisalimwe na mtu namna hii jameni. Baada kule nyumbani, na ukienda Gicagi kule nyumbani kama mtu anai, wewe unaingia kule ukiwa hata unaweka mkono mmoja kwa mfuko na uwe na pesa umefuja. Kuna ya 500 mfuko hii, kuna ya giri, kuna ya 100. Ukikutana habari ya Nairobi, sisi iko Nairobi inakaaje? Sasa sababu niko na haraka, nyinyi mtakunywa chai. Wewe dada unasalimia, they will bless you. Lakini hapana ya Gicagi mpaka unaonekana your mother anaanza kuogopa. Maana kurudi Nairobi itabidi kuku iuzwe. Wacha kutuaibisha. Unajua vile serikali imeharibu. Kwani kuna serikali ya Kakamega na serikali ya Nairobi? Kuna serikali ya Nyeri na serikali ya Nairobi. Wacha kuweka excuses. Wengine unasikia mtu anaenda na mkate moja kwao, one bread Broadway, akienda na mkate moja na ile mchele ambayo ni reject ya shilingi 8 kilo moja, anaenda nyumbani anapeana tu story. Sasa akirudi amepagana na duthi na kagunia, amebeba kagunia, anataka abebe mirege, pumpkin, abebe bosho, abebe kuku, alafu anaanza kusema ati mtoto wangu anapenda ile kuku ambayo iko na ile kuku mshunu, anaweka kwa kagunia. Let me tell you, hebu niwaambie, hata kama unaenda na vitu ya Nairobi, hebu kuwe ni butter trade, enda na vitu ya Sete, chukua ya Gicagi. Wacha kwenda kupeleka hasara kule. Mpaka mtu hapana peleka kutesa watu kule. Mpaka unaonekana watu wanaanza kufisha kuku, unaanza kusikia watu wakisema hata hizi kuku ni za neighbor, sijui sina, kwa sababu wanajua target ni hii. Nisalimwe na mtu namna hii. Wacha excuses. Wachana na hayo machaba ya Gicagi. Amini Mungu akubariki kama Abrahamu. Lakini wakikupea ni sawa. Lakini hapana enda kule karibu ukate mtu kwa sababu ya chaba. Wewe nunua, amini Mungu. Kwani huyo alikuwa anawapatia hiyo chaba, alikuwa na mikono 3? Nauliza wewe. Si alikuwa baba yako alikuwa na vidole gapi? 10, na wewe uko na gapi? Hata kama imeongezeka hapa, inaonyesha wewe uko na neema kubwa. Wacha kusubua watu. Patia Bwana makofi ili nimalize. Excuses are the forest where many people hide. Kuna msitu unaitwa excuses kubwa kushinda Karura, kushinda Gong. Watu wote wanaenda huko wanakutana, ni kubaya, siku hizi hata hauwezi ukasimamisha doa, siku hizi hata hauwezi sijui msitu. Kuna watu wanakutanaga huko. Naomba utoke kwa huo msitu. Wacha kuingia kwa huo msitu. Mimi siwezi kufuga siku 3. Mimi siwezi kufuga siku 2. Mimi nataka nilete TV, na nilete kitanda nikaendewa mlimani. Yesu alikuwa anapiga magoti hapa, anaacha wanafunzi hapa. Hakuna kitu nimesema. Wewe unataka kuobewa? Unataka uwe unaobewa ukiwa umelala? Yaani ukiwa umekanyaga blanketi hivi, bishop ndiye yako hapa anakuombea. Let me tell you the truth. The wearer of the shoe is the one who knows how it pinches. Hakuna mtu anaweza kuelezea shida zake kushinda wewe. Yaani wewe unalala, you know our bishop is very prayerful. He is there every Friday. Hata kuna wakati anafugaga. Please. Ambia mwenzako please, wacha mchezo. Mwambie wacha mchezo. Kuja akiombea hapa, wewe piga magoti hapa. That's a biblical way. Are we together? Naona mnaitikia vizuri. Oh my God. Ili nisiwaache hanging. Excuses makes
us to think that our situations are different. Mtu ambaye anatoa excuses, anataka kuexplain ni kama kesi yake ni tofauti. Kesi yako ni tofauti sana. Wachana na familia yako. Hata anajifanya analia kidogo. Look ahead to issue, usinipatie hiyo maneno. Sasa wewe, kila mwanaume ambaye anavaa trouser, akona shida, wote ni sawa. They come from the same source. Kila mama ambaye unaona anavaa bila unamuona akona shida zake. Stop trying to exaggerate your situation. Simamisha ndoa yako, wacha kusumbua watu. I don't know whether I have a point. Do I have a point? Unataka tuseme your wife is special. Unajua hawa wa mama kutoka sijui wapi. Unajua bila wanaogeaga, wa mama wote wanaogeaga namna hiyo. Na hata saa zingine hata husikia aibu ukielezea, you know my wife anaogeaga sana, kwani mke wangu hana mdomo. You know my husband, unajua wanaume they are animals. Kwani unafikiria huyo unaogea na yeye? Abia mwenzako wewe tafadhali, wacha hii maneno. Na unaogea katikati ya watu ni kama kuna kitu unasema, unaonyesha tu ujinga wako. Ujinga. Unajua wanaume, my husband, unajua yeye alilelewa na his mother, na unajua mtu ambaye amelelewa na mama yake akona shida yake. Kwani mama ndio wanalea watoto wote? Wanaume ni wa kushughulika kuleta kitu. Alilelewa na grandmother. Hata mimi ninalea huyu. Why do you want to make your case different? It is not different. Abia mwenzako your case is not different. Stop pretending. Kujifanya my case is different. How different is it? Nisalimia na mtu kama tuko pamoja. Naona kuna watu wanaomba sasa nimalize. Hebu nimalize. Nisikukute kishaka mahali huko. Bwana asifiwe. Najua ninataka nihakikishe kishaka yote imekatwa na imeakishwa moto. Usiachwe na nikuacha na chuka ya white. Ili mahali utasimama utakuwa unaonekana, hauna mahali pa kujificha, utakuwa unaonekana. Bwana Yesu asifiwe. I'll finish by saying this. Stop making excuses. Can somebody say stop making excuses? Wabia the next thing, God is not interested with excuses. He is not interested. He is not. Mimi siwezi kufuga, mimi siwezi kuja maombi, my husband akona shida. Alafu the same person ambaye unasema namna hiyo, unasikia wakati wameenda zile vikundi za wamama, alikuwa anatoka, alikuwa hii njia ya Loaka na hii njia ya Kagudo saa 6. Kwani your husband hakuweko wakati huo? Anatoaga tu shida ukikuja maombi. Am I speaking to good people? Am I talking to somebody? May God help us. 4 things to help you come out of excuses. Number 1, recognize your excuse and call it by name. Wacha kujificha. You just call it by name. Wacha kukaa ukisema sijui nini. Wachana na, call it by name. Yes. Kama Caleb ilibidi aite shida yake by name. Aseme I am lazy. I am malaya. Wacha kusuguka. Say I am malaya. I am lazy. Mimi ni mtu mvivu. Mimi ninapenda kulala. Mimi ninasikia maombi ni kama shindano. Afadhali nitupwe shindano na nisiombe. Wacha kukaa ukitafuta maji hapa. Bwana Yesu asifiwe. Najua nataka wacha kujihurumia. Nataka u take action. Are you going to, how many promise me that you take action after this? How many promise me that you take action? Let me see by a show of your hand. If you are sure you will take action. Recognize your excuse and call it by name. Say I'm malaya. Nimekuwa nikidanganya watu. Nimekuwa nikiwekelea watu. Nimekuwa nikisema kanisa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa hii sio mzuri, hata ninataka kuhama. Can I tell you the truth? Kila kanisa hata hii ni nzuri mumejega. Bwana Yesu asifiwe. Am I speaking to somebody?
Kanisa yote nzuri inaambia watu kuja ujiombe. Lipa fungu la 10 ili shida zako sikwishe. Heshimu madhabahu na mwenye kulinda madhabahu, and it shall be well with you. Are we together? Wachana na excuses. Call your excuse by name. Number 2, admit you have a problem and make a decision to deal with it. Kubali uko na shida. Excuses are time wasters. Kubali wewe uko na shida. Kubali uko na shida. Number 3, stop blaming other people. Wacha kulaumu watu. Leo unalaumu serikali, kesho unalaumu kanisa, kesho kuto unalaumu wazazi, wakati mwingine unalaumu mwalimu wako wa hesabu. Saa hii kuna gubaru. Kama huyo mwalimu alikuwa ni mbaya, rudi shule ukasome, wacha kusubua watu. My physics teacher huyo alikuwa ananionea. Sasa wewe msichana ambaye ni wa standard 7, mwalimu ambaye ako na degree, mnatoana wapi? What's wrong with you? Hey, najua kama ni kwetu ningetumia ile lugha tunatumiaga. Kihege standard 7 ni magiruka na kuna mwalimu, ati mwalimu ni anajigwela uiru. Ati mwalimu anasikia wivu. Na unasikia mzazi mwingine mbaya. Kubabu kuchida mtoto, anafuatana na mtoto. Kuna headmaster anaonea mtoto, wanaanza kufuatana, anamsugusha shule zote ya dunia. Finally, if you are not careful, anaweza kuanguka. I challenge you. Stop listening to excuses. Call it by name. Stop excuses and blaming people. Leo unalaumu mchungaji, unalaumu mchashiriki, unalaumu sijui departmental leader, unasema mke wa mchungaji hanipedi, unasema hata vile ninaona na nisalimia, ninaona huyu mke wa mchungaji. Bwana shiwe. By the way, mnaombea mke wa mchungaji. Watu wengi sana wanatakaga kukaa wakipiga wake wa wachungaji na mawe. Sasa unaulizana nini na mke wa mchungaji? Ya kwanza sio mke wako, nisalimiwe na mtu namna hii. Sio nisalimie vizuri namna hii. Unaona vile anakaa, unataka akae aje? Are you an interested party? Do you have interest? Nisalimiwe na mtu namna hii. Sasa, those are just excuses. You want to blame other people. Roho wa Mungu tunaona siku hizi hatembei kwa sababu ya maachas. Sasa wewe wenda ufanyike acha wewe unasalimia watu pale ukiwakaribisha. Wacha blame, please tafadhali. Stop blaming people. Leo unalaumu sijui Adam, wakati mwingine ni Eve, wakati mwingine ni nyoka, wakati mwingine unalaumu hata Mungu mwenyewe, unamwambia ni yule mke ulinipatia. You are done. Ambia mwenzako stop blaming other people. Mwambie vizuri, na ukiona haniongelesi uniite nije nimwambie stop blaming other people. Mke wa mchungaji, sijui watoto wa mchungaji, sijui pastor nani, sijui pastor nani, sijui nani, hata vile anavaa. Hapa hatukuji kuleta, this is not a beauty context. Hapa tunataka mioyo. Hata mtu akikuja na gunia na aokoke hatuna shida. Kile tunataka kiki hapa ni roho na neema ya hii kazi. Hatutaki mambo mengine sisi. Bwana asifiwe. Salimiwa na mtu namna hii. Ambia mtu haleluya. Haleluya. Umekuwa ukilaumu nani? My father hakunisomesha. Let me ask you. The other day I was telling people, mimi kuna wakati nilikuwa ninaona kama my father aganunua plot CBD town, na nilikuwa nauliza kwani my father hakuona kaploti hapa kamoja hapa CBD, na unakaa kama unamlaumu. Si sasa mimi ni baba, nimeoa 34 years, niko na vijana 3 na niko na wajukuu 4 na ninaona wengine wanakuja. Let me ask you, kama mimi nilikuwa ninalaumu my father hakununua nyumba CBD, tunaelewana? Si hata mimi ni baba, si niende ninunue?
Hello, si hata mimi ni baba. Ulikuwa unalaumu your father hakukusomesha. Wewe somesha watoto wako sasa. Enda ununue nyumba saa hii. What's those blames? Kama kuzaliwa ndio kuna vani kisuguka madhara ninasema my father hana ploti hapa, sijui alikuwa anafanya nini wakiwa na mother. You are mama. Enda ununue sasa, hata ununue 5. Saa hii hauna kitu. Hauna kitu. Hata your mother ni afadhali. Aliwaachia hiyo nyumba ya doro ya matope. Wewe hauna kitu na hata hausikii aibu ukiongea. Sasa kama bishop, shida yako ni kufanyika baba. Haukununua nyumba CBD. Haukupeleka watoto wako haukuwapeleka Harvard. Si vijana wako sasa ni mababa. Sasa hata wahamisha watoto Kenya wapeleke Harvard wakakae huko wakae huko. Hata wasikuje kukusalimia. Kama shida ni kwa sababu mimi ni baba, hata wewe ni baba, enda ufanye. Kama kuna neema inakuja mtu, kama kuna pesa inavunwa mahali mtu akifanyika baba, enda na gunia ukafune. My mother, si hata wewe ni mother. Wewe enda sasa na pesa na gunia, saidia watoto wako. You are a mother also. Washana na your mother, give them a break. I said, give them a break. Hii ni kanisa mzuri. Ninawasomea hivyo na mnasema amen. Sema. Number 4, very important, I'm finishing. Focus on changing your behavior. Kuna tabia unahitaji kubadilisha. Change your behavior. Tabia zingine badilisha. Number 5, stop comparing yourself with other people. Wacha kujilinganisha na watu wengine. Musa alianguka kwa kujilinganisha na ndugu yake Aaron. Wacha kujilinganisha na mtu. You are who God says you are. You are fearfully and wonderfully made. Your destiny cannot be compared with anybody else. Your destiny is unique. Ukianza kufuata destiny ya mtu mwingine, sasa you lose it. I say you lose it. Finally, be responsible. Be responsible. Be responsible. Maono ambayo uko naye ni yako. Wewe ndiye unayeielewa. Usipoifuata inakwisha. Hiyo ka project uko naye ni yako. Usipoifuata it's done. Watoto wako ni wewe ulienda kuwatafuta. Ulikuwa unakuja hata kwa madhabahu wapate. Sasa ulikuwa unazaa watoto ukapelekea chief. Ulikuwa unazaa watoto uletee bishop ama mwalimu. Hata kama anakusaidia niite miara nyita, nikusaidia lakini wewe ndiye mwenye kazi. I don't know whether I have a point. Hawa watoto ni wako. Ni wewe ulikuja kusema ungesema ina Mungu ninaomba hawa watoto nikipata nataka nipatie chief, tutasaidiana na chief. Omba chief na wazee wa nyumba 10 wapewe hawa watoto. Mimi kazi yangu tu ni kama mtu nataka watoto wapitie hapa, hata wakiolewa chief aende achukue dawali, siku ya harusi aje asimame na watoto. Ezaribu ya mtu na mlai. Kuna support tafuta wewe, because that is your responsibility. I never discuss with your children ya kwamba kuna shida. Ngangana, wewe ndiye uliwatafuta. That does not mean hautatafuta msaada, but that is your responsibility. Enda kwa MCA tafuta basari, enda kwa MP tafuta basari, and that's okay. Wengine wetu tumesaidiwa na kila mtu na tumesoma vizuri. What am I trying to say? Lakini uende huko usiende ukinugunika. It is your responsibility. Wacha kuongelesha mtoto vibaya. Mimi nimesida nikisuguka, leo nimetoka sijui wapi, sijui what are you telling the child? Nisalimwe na mtu. Wewe tu mahali utapata, wewe enda pata, letea watoto na mama. Kama ulileta mama nyumbani, acha kumwambia ni kubaya. Wewe uamini Mungu umletee mkate.
I don't know whether I have a point. Niko na point. Na wewe mama, hata wewe pesa yako ni ya familia. Si unakula yako alafu ya mzee mtakuja kukula. Kuanzia leo, listen to this. Stop saying I want it to. Say I am going to do it. Are we together? Stop saying I want. Usitamani tena. Kuanzia leo sema nitafanya. I'm going to do it in the name of our Lord Jesus Christ. And finally, redefine excuses as opportunities. Every excuse is an opportunity. I say every excuse is an opportunity. Nasimama hapa kuwaombea katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wenu ambaye amesikia ujumbe huu, weka excuses chini. Simama na miguu yako, simama kwa moyo wako wote. Na useme kuanzia leo, mimi sitatoa excuses tena, kwa sababu kutoa excuse ni kujimaliza, ninajimaliza. Micah chapter number 3 verse, if you have your Bible please, open Micah chapter number 3. I want you to read verse number 1. Or I paraphrase, let me paraphrase. Micah chapter number 3 verse 8, anasoma hivi. I wish we be upstanding. Let's all be upstanding. If you have your Bible, I want you to read Micah 3:8. Just A. Micah, ujue ni yule nabii ambaye alikuwa anasema hata kama niko chini usinichekelee, nitainuka tena. Are we together? Sasa hapa anasema, na ni kama alikuwa anaongea akifanya hivi. Please, let's concentrate. I want to finish. And this will be my parting shot. Micah is saying, as for me, I am filled with the spirit of power. Come on, can somebody say that? As for me, come on, say like the school fees. As for me, I am filled with the spirit of power. So if you have power, stop giving excuses. Bwana Yesu asifiwe. I say, come on, say again. As for me, I am filled with the spirit of power. As of power. And from today, I will not give excuses. The last scripture here, and then we pray. Philippians 4:13. Hiyo yote tunaijua. Paulo anasema, I can do all things. Can somebody do like this? I can do all. Please do it like a good student. As for me, I am filled with the spirit of power. And for that reason, I can do all things, all things, all things. I can do business, I can build a house, I can go to America, I can go to South Africa, I can do all things through Christ Jesus who gave me strength in the mighty name of our Lord Jesus Christ. One more time, I want you to say, kwangu mimi nimejawa na roho ya nguvu, roho ya nguvu ya Bwana, na kwa hivyo naweza kufanya mambo yote kupitia kwa Kristo anayenitia nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo ninaashiria neema itakayowawezesha kuondoa excuses zote. Mtainuka kiwango kingine, mtaanza mabiashara, mtarudi kwenye mashule, mtajenga manyumba na muishi, mtaanzisha doa zile ambazo zimeanguka, mtasirejea katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni neema ya Bwana, watoto wa Bwana. Pokeeni kibali. Naomba Bwana akafungue ukurasa mpya. Bwana akawafungulie ukurasa mpya. Mkapate roho ya nguvu, roho ya kuondoa excuses, roho ya kusema nimezeeka, roho ya kusema sina pesa, roho ya kusema bwanangu, roho ya kusema mke wangu, watoto wangu, baba yangu, mwalimu aliyenisomesha, serikali. Hiyo yote tunaiondoa na tunasema siku ya leo, mimi niko na roho ya Bwana, roho ya Bwana, roho ambaye ananisaidia kufanya mambo yote, mambo yote, mambo yote
yote, mambo yote. Ndoa yangu itasimama, jamii yangu itasimama, biashara yangu itasimama. Sitasema tena nitaanza, la nitapenda, bali sitasema tena I want, bali nitasema nimeanza. Pokeeni neema ya kuanza, pokeeni neema ya kuanza. Hakuna kusukuma mambo mbele, hakuna kusukuma mambo mbele. Leo ni leo na leo na leo, maana Roho wa Bwana uko juu yetu. Hata kwa kanisa hili hakuna kutoa excuse tena. Majukumu yetu tutaitoa, tutalipa fungu la 10 bila kutoa excuses. Tutakuja kwa maombi bila kutoa excuses. Tutaombea mchungaji wetu, tutaombea kanisa hili, tutaombea taifa la Kenya. Hatutakuwa tunatoa sababu. Sisi tutawajibika, tutawajibika katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu, tuombe pamoja sasa. Baba, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuongea neno lako. Ulinituma nije ninene na hawa wapendwa watoto wako ya kwamba excuses ni mzitu. Ninaomba mzitu unaoitwa excuses, naomba ukashuke moto, ukashomeke na ukateketezwe kabisa. Leo hii nimeacha wana ambaye wamejawa na nguvu zako, wana ambaye wamejawa na neema, wana ambaye wamejawa na kibali. Kuanzia leo, kila mradi ambao ulikuwa umesimama wa kanisa hili, kila mradi ambao ulikuwa umesimama wa watu hawa binafsi, kuanzia leo naomba ukaanzishwe tena katika jina la Yesu Kristo. Ndoa ambazo zilikuwa zimeshindwa kusameheana, leo visababu zote zimeondolewa. Wale ambao walikuwa wameshindwa kufanya hii na lile, leo hii no more excuses, no more excuses, no more excuses. Hatutatoa excuses tena. Sasa tutasema na Paulo, I can do all things. Ninaweza kufanya kila kitu kupitia kwa Roho wa Bwana anayenisaidia. Pokeeni nguvu za Bwana, pokeeni neema ya Bwana, pokeeni kibali. Na kuanzia leo, no more excuses, no more excuses, no more excuses, no more excuses. Ni maasha watu ambao wanasema I can do all things. Come on, say with me, I can do all things. I can do all things through Christ Jesus who gave me strength. No more excuses from me. No more excuses. Excuses, you are behind me. Excuses, you are right under my feet. I am well able. In Jesus' name, and God's people say, God bless you. Simama tu hivyo, inua mikono hizo juu, mshukuru Bwana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Tunaimba ukisikia hayo maneno, mshukuru Bwana kwa yale umesikia. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu.